Yes bwana, hujambo na karibu sana katika matangazo moja kwa moja, matangazo mbashara kutokea hapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba majira haya saa 1 kamili kwa masaa hapa nyumbani Tanzania wameshuka nyumbani kuweza kuwakaribisha kikosi cha Stade Malien katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, mchezo wa kuweza kutamatisha hatua hii ya makundi na kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao wameweza kutinga katika hatua ya robo finali basi moja kwa moja wanaendelea na safari. Lakini pia huu ni mchezo wa majonzi, mchezo ambao hauna chochote katika upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, kumaanisha kwamba ni mchezo ambao wanaenda kutimiza tu ratiba. Wakishinda au wakipoteza ushindi basi hauna chochote kuweza kuongeza katika kikosi cha Simba Sport Club, kutokana na kile ambacho wameweza kukifanya katika michuano hii ya kafu katika msimu wa mwaka 2026. hajawa na msimu bora katika kikosi cha Simba, na hatari vikosi vya timu zote mbili vimekwisha kuwasili katikati ya uwanja, na kinachosubiriwa sasa ni kile kipinga cha maamuzi kuweza kupitisha na kuashiria kwa mbele safari ya dakika 90 ya huu mchezo basi moja kwa moja inaenda kuanza hapa katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa. Jana kocha wa kikosi cha Stade Malien aliulizwa swali na waandishi wa habari kwamba haiogopi ile kauli ya wekundu wa Msimbazi Simba kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, basi yeye akasema kama Simba anasema hivyo basi atatumia kauli maarufu ambayo inatumika pia na baadhi ya watalii kutokea hapa Tanzania, wakiwa Tanzania nchi mbalimbali, wakisema hakuna matata. Lakini pia alizungumza kauli moja kwamba ile jiwe ambalo walilikataa waasi limegeuka kuwa jiwe kuu la pembeni, kumaanisha kwamba wengi waliibeza Stade Malien kwamba yeye ndio kibonde wa kundi, na hatimaye sasa ndiye ambaye anaongoza lile kundi na ameweza kujihakikishia kwamba yeye ndio mtu wa kwanza kuweza kufuzu katika ule msimamo wa kundi ambalo Simba, Stade Malien, lakini pia Esperance de Tunis na Petro de Luanda wapo katika lile kundi. Lakini pia atmosphere ya uwanja wa Benjamin William Mkapa ni tupu, mashabiki hawajaweza kujitokeza kabisa. Hii ni kuashiria kwamba hakuna tena support ya mashabiki kutokana na matokeo mabaya ambayo yameweza kuendelea katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na dhahiri shahiri ifahamike kwamba hii ni mechi ambayo haina faida yoyote kwa wekundu wa Msimbazi Simba, hivyo mashabiki wengi wanatazama kabombo hii wakiwa katika runinga zao. Na moja kwa moja tu kuangazie jinsi ambavyo mchezo huu ulichezeka, lakini pia msimamo kama ambavyo kukujuza kwamba katika ule msimamo wa kundi D ambako yupo Stade Malien, yupo Esperance de Tunis, yupo Petro de Luanda na Simba Sport Club. Anaongoza msimamo ni Stade Malien kutokea kule nchini Mali, akiwa na michezo 5, ameshinda michezo 3, amedraw michezo 2, hajapoteza mchezo wote, ana alama 11 katika ule msimamo. Lakini pia Esperance de Tunis kutokea Tunisia, michezo 5, ameshinda mchezo 1, ametoa sare michezo 3 na amepoteza mchezo 1, alama 6. Lakini pia Petro Atletico de Luanda kutokea Angola, amecheza michezo 5, ameshinda mchezo 1, ametoa sare michezo 3 na kuweza kupoteza mchezo 1, alama 6. Simba wao wana michezo 5, kuna mchezo ambao wameshinda, wametoa sare michezo 2 na wamepoteza michezo 3, kumaanisha kwamba yeye ndiye ambaye anaburuza mkia katika ule msimamo wa kundi D katika michuano ya CAF Champions League katika msimu wa mwaka 2025-26. Lakini pia head to head ya hizi timu mbili ambapo wamekutana, mchezo ambao ulichezeka mara mwisho ni mchezo wa Novemba 30, 2025, kikosi cha Simba kilipoteza mchezo kwa kufungwa goli 2-1 na Stade Malien aliweza kushinda huo mchezo. Lakini pia ukiangazia statistiki za mchezo, mbali ya kwamba Stade Malien aliweza kushinda, umiliki wa mpira ulikuwa 67 kwa Simba na 33 kwa Stade Malien. Total shot Simba alipiga shoti 14 na Stade Malien 16, ambazo zilikuwa on target ni 4 kwa Simba, lakini pia 7 kwa Stade Malien. Shot of target ni 7 kwa Simba, 6 kwa Stade Malien. Lakini pia shot ambazo ziliblokiwa
ni 3 kwa kila timu. Lakini pia ukiangalia shot outside box Simba 6, Stade Malien 4. Lakini pia pasi ambazo zilipigwa ni 489 sawa na 30% accurate pass kwa Simba, huku ni 224 sawa na 69% accurate passing kutokea pale katika kikosi cha Stade Malien. Simba wala kupiga kona yote, Stade Malien kupiga kona 2 hakuna. Simba akapata red card moja, Stade Malien akaweza kupata red card aina yoyote. Hizo ndizo takwimu. Lakini pia kikosi vilivyoanza katika mechi iliyochezekwa kule ugenini. Kwa upande wa Simba, golini alisimama Yakubu Suleiman, defender Shomari Kapombe, Rashid Deruke, Wilson Nangu, Anthony Richard Mligo. Lakini pia midfield pale katikati Nabi Kamara na Neo Marayema. Attacking midfield alikuwepo Joshua Mtale, Jean Shazahua, Elia Mpanzu, striker Suleiman Mwalimu. Lakini pia ukitazama katika upinzani wa Simba, golini alikuwepo Ngolo Traore. Lakini pia defense alikuwepo Abduli Sabul Bode, Ismail Sampira, Baba Diara, Fancy Awin. Lakini pia midfield alikuwepo Ahmed Bello, Ibrahim Kamara, Mamadou Traore. Lakini pia alikuwepo Osam Koulibaly na Tadeo Ngele pamoja na Musa Diallo. Hao ndio wachezaji wa vikosi vya timu zote mbili. Lakini pia Simba walitumia mfumo wa 4-2-3-1 huku Stade Malien wakitumia mfumo wa 4-3-3 kuweza kumaanisha kwamba hiyo ndio mifumo ambayo ilitumika pale katika vikosi vya hizi timu mbili. Nani mchezaji hatari katika kikosi hiki cha Stade Malien? Wachezaji hatari, wachezaji ukiweza kuchungwa ni Tadeo Nkenje ambaye ni mshambuliaji, mchezaji muhimu sana katika upande wa kikosi cha Stade Malien. Ni miongoni mwa wapachikaji wazuri wa mabao katika michuano hii ya CAF. Lakini pia Ismail Simpara, huyu ni mshambulizi, mchezaji mwenye kasi na uwezo wa kuweza kufunga na kuweza kusaidia kwa mashambulizi. Pia ameibuka miongoni mwa wapachikaji mabao katika timu. Lakini pia kuachana na huyo yupo Dubi Dabre ambaye naye ni mchezaji hatari. Lakini pia yupo Mamadou Traore, kiungo mshambuliaji, kiongozi midfielder, kiungo mwenye uzoefu na uongozi uwanjani, ambaye amekuwa akifanya vizuri sana katika kikosi hiki cha Stade Malien. Je, dakika 90 zitakuwaje? Je, nani ambaye atapoteza mchezo, nani ambaye atapata alama 3 katika huu mchezo? Basi dakika 90 ndizo ambazo zitazungumza, ndizo ambazo zitaenda kutupa jawabu, ndizo ambazo zitaenda kutupa majibu sahihi. Tupate matangazo kutoka studio, tukirejea basi moja kwa moja tutakuja kutamatisha na kuweza kuangazia kila ambacho kinaweza kujiri katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kwenye studio.